ninaye rafiki naye We have a friend. Tunaye rafiki. Yeye ni rafiki, rafiki wa kweli, rafiki ambaye anatupenda. Yesu ni rafiki asiye wa kawaida. Tukiimba huu wimbo tunaweza tukajisikia kwamba kwa kweli katika uso wa ulimwengu hatujapokea kiasi cha upendo kinachoridhisha. Lakini pia hatuna ulinzi. Huu wimbo unasema yeye ni mlinzi. Na mimi asubuhi ya leo nataka niongee habari za huyu rafiki. Rafiki Yesu. Maombi sio sana ni muda mrefu kiasi gani tunaomba. Kama utagundua maombi halisi ni muunganiko. Mchungaji mmoja anasema power flows through connection. Umeme unapitia kwenye nyaya. Na hata waya uwe mrefu kiasi gani, ukiwasha tu taa umeme unawaka. Hata kama ni hapa na wapi, ni swala la sekunde umeme unawaka. Na mimi ninataka nikupatie njia ya pekee sana itakayo kusaidia kuhakikisha kwamba maombi yako yanajibiwa. Bwana asifiwe. Amen. Swala la maombi tumeliondoa kidogo kwa Yesu. Lakini nataka niwaambie Yesu ndiye anayetuombea. Yesu ndiye anayetufanya sisi tujibiwe maombi. Kitabu cha Warumi 8 fungu la 32. Tumeimba habari za rafiki. Kwa nini maombi yangu hayajibiwi? Kwa nini mimi nikiomba inachukua muda mrefu Mungu kunisikia? Mbona mimi nimesali mara nyingi kuhusu hili jambo na Bwana hajafanya? Warumi 8:32. Naomba usome.
Kama umepata unasoma. Nikiwa na msomaji itakuwa vizuri. Warumi 8:32. Kama umepata soma. Siku hizi Biblia pia zinapatikana kirahisi kwenye simu. Ukishafungua ni dakika uko mahali fulani. Nasema hivi. Ndio. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, sawa, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, sawa, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kama Mungu hakuweza kumzuia Yesu, kama Mungu hakuweza kukataa Yesu afe, kama Yesu alipokuwa anakataa, Mungu pia alikuwa anasema hapana, hiki kikombe utakinywea. Tunawezaje? Mungu anawezaje kutunyima vitu vyote pamoja na Yesu? Ya ikiwa hitaji langu la kwanza ni Kristo, maandiko yanasema na vingine vyote nimefanya nini? Nimepata. Ikiwa hitaji langu la kwanza ni Yesu, na vingine vyote ninavyo. Ndio maana wimbo huu unasema sina kitu mimi tena nikiwa navyo tele, pia vyote ni amana, mimi ni wake milele. Kwa nini tunatumia muda mrefu kuvunja miamba ya Ibilisi? Kwa nini tunatumia muda mrefu kuona baraka na furaha na ustawi wa kweli? Kwa sababu ile zawadi ya kwanza yenye vitu vyote pamoja nayo, ile zawadi imewekwa kwa pembeni, imewekwa pembeni. Nataka niwaambie, Mungu alipotupenda hakutoa chakula. Biblia haisemi kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akatoa nyota fulani, akatoa wanyama, akatoa kitu fulani cha muhimu, akatoa dhahabu, akatoa lulu. Mungu alipotupenda akaangalia katika vyote alivyokuwa navyo, hakukuwa na cha thamani iliyomzidi Kristo. Na hivyo ombi langu la kwanza kila siku likiwa juu ya Mwokozi, urafiki wangu na Mwokozi, upendo wangu kwa Mwokozi, umoja wangu na Mwokozi, uwepo wake kila wakati. Let me tell you, hakuna kitu ambacho hatutakuwa nacho. Maana swala sio vitu, na hapa inabidi niseme vizuri, swala sio chakula. Ninataka niwakumbushe ushuhuda wa wana wa Israeli, jinsi ambavyo Mungu alitembea nao wakiwa hawana potluck, hawana kasanduku ka chakula, hawana hotpot za chakula, walitembea hawana friji za chakula. Nataka niwaambie, swala sio chakula. Haikuwa swala la kukosa maji, swala halikuwa maji. Israeli walitembea hawana mabobo ya maji. Israeli walitembea hawana masahani. Israeli walitembea hawana friji. Israeli walitembea hawana mashamba. Israeli walitembea hawana maduka. Israeli walitembea hawana fedha mifukoni mwao. Israeli walitembea hawana akaunti za benki. Israeli walitembea hawana msaada mwingine. Israeli walikuwa wanashushiwa mana kutoka mbinguni. Swala linalotutatiza sio swala la mahitaji yetu ya kila siku, ni yule aliye provider, yule anayetoa, yule ambaye anapaswa kutembea na sisi siku ya leo. Huyo tukimwacha pembeni, tunaweza tukakosa vitu vyote, hata kama tuna ujasiri ya kwamba tunaweza kuwa navyo. Ushuhuda wa wana wa Israeli ni ushahidi kwetu ya kwamba mwanadamu atakosa nini. Yesu anasema msihangaikie maisha yenu. Mathayo 6 fungu la ngapi? La 28 mpaka 33. Anasema msisumbukie maisha yenu, mle nini, mnywe nini, mwili je sio mavazi, na tumbo sio zaidi ya chakula. Whatever, I don't know anasema nini pale. Lakini anasema ninyi utafuteni kwanza ufalme. Tafuteni kwanza ufalme, na hakuna atakayeupata ufalme bila kuingizwa na mfalme. Bwana asifiwe. Katika ufalme wa mbinguni Yesu anasema mimi ndimi njia. Na Yesu anaposema tafuteni ufalme, anaposema tafuteni ufalme wa mbinguni, tafuteni na haki yake, anasema nitafuteni mimi, maana mimi ndimi njia. Hakikisheni mimi nipo na ninyi. Mkiwepo, mimi nikiwepo mtakula, mimi nikiwepo mtavaa, mimi nikiwepo mtasomesha watoto, mimi nikiwepo mtapona, mimi nikiwepo ajali zikitokea nitawaokoa. Mimi ndimi yote, mimi ndimi chakula. Na Yesu amejifananisha na mahitaji yetu yote, sema mimi ni mkate wa uzima, mimi ni maji ya uzima. Sio tu maji ya muda mfupi, sio tu aliwapa Israeli maji. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 anasema, wapendwa,
Sitaki mkose kujua ya kwamba baba zetu walikuwa wote jangwani, walikuwa wote chini ya wingu, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, wote wakala mkate ule ule wa roho, maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni nani? Ni Kristo. Ninakuombea asubuhi ya leo, ule mwamba uliowanywesha Israeli ukufuate. Mahali fulani utakapokosa maji, ukunyweshe kwa jina la Yesu. Ninakuombea ule mwamba, ule mkate wa uzima ambao kila asubuhi ulianguka na Israeli walikula, ule mkate ukufuate. Yesu mwenyewe ndiye anayejifananisha na mkate. Ninakuombea, ikiwa njia yako haina kivuli, unapitia katika wakati fulani kama jua linakupiga, ninaomba lile wingu lililokaa juu ya taifa la Mungu, Yesu Kristo katika sura ya wingu alikaa pamoja nao. Biblia inasema Bwana alikuwa juu yao kama wingu na usiku kama moto. Ninakuombea uwepo wa Yesu Kristo ukupatie uvuli, ukupatie utulivu. Yesu awe kivuli chako kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo hatuhitaji kitu kingine. Bwana, tunamhitaji Yesu peke yake. Na kuna watu wanafikiri kumhitaji Yesu hakutoshelezi mahitaji yao, hakutakidhi mahitaji yao. Lakini nataka nikuhakikishie, tutakapompata Yesu, hakuna mtu aliyefia miguuni pa Yesu. Bwana asifiwe. Hakuna mgonjwa aliyeletwa kwa Yesu akabaki kama alivyokuwa. Bwana asifiwe. Hakuna ndoa iliyovunjikia mikononi mwa Yesu. Wala hakuna uchumi ulioharibikia mikononi mwa Yesu. Hakuna mtu aliyeletwa kwa Yesu ili apigwe mawe aliyeruhusiwa kupigwa mawe. Ninakuombea katika asubuhi ya leo, ikiwa mbingu zilipotupenda, Mungu alipotupenda alimtoa Yesu. Yesu akawa kila kitu. Yesu ndiye vyote kwetu. Na asubuhi ya leo naomba tusome kitabu cha Waebrania 1. Waebrania 1 fungu la 2 na la 3. Unawezekana hujanielewa. Asubuhi ya leo ninatamani uelewe hivi: tunahitaji uwepo wa Mungu katika njia zetu. Tunahitaji uwepo wa Kristo katika biashara zetu. Tunahitaji mahali fulani ambako kuna giza, tumweke Yesu mahali pale. Mwalike Yesu katika karamu yako. Yesu alipoenda katika nchi ile ya Kana ya Galilaya, wakati divai ilipotindika, Yesu alipoona ya kwamba wanaingia aibu na hana mahusiano na mwenye harusi, lakini alialikwa na mama yake alialikwa, Yesu hakuacha ile harusi iharibike. Yesu hata acha wewe uaibike. Yesu hata acha atatazama ufe. Yesu atafanya kitu fulani kwa ajili yako. Waebrania anasemaje? Waebrania 1 fungu la 1 hadi la 3 anasema nini? Anasema Mungu ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii, ndio, kwa sehemu nyingi, ndio, na kwa njia nyingi, sawa, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, sawa, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, sawa, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Endelea. 3. Yeye kwa kuwa ni yeye, naomba ushikilie hayo mafungu yanayofuata. Yeye Yesu, endelea. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake, ni mng'ao wa utukufu wake, na chapa ya nafsi yake, na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akivitegemeza. Ungesoma version nyingine, anasema he holds together, anavishikilia, ana supply. Yeye, endelea mbele, anasema akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Bwana asifiwe. Yesu, hilo fungu ungelisoma katika lugha yake ya asili kabisa, inasema Yesu ndiye anayevishikilia, anayeviwezesha, anayeshikilia uhai, anashikilia wanyama, anashikilia mjongeo wa sayari hizi. Yeye ndiye anayetengeneza order. Yeye ndiye anayehakikisha vitu viko katika mpango, viumbe hai vinapata chakula chao. Yesu anasema mimi ndio ninalisha ndege wa angani. Bwana asifiwe. Hawatoki asubuhi kwenda kula, Yesu anawatoa. Na Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, wewe waufungua mkono wako nao wanashiba mema. Bwana asifiwe. Viumbe vyote vinapata chakula chao mikononi mwake. Na asubuhi ya leo Yesu anasema ninyi ni zaidi ya ndege. Ni kama mngeniamini tu, kama mngekubali tutembee pamoja, kama mngekubali mimi na ninyi tuwe kitu kimoja, hata kama huna chakula utalala njaa. Sema amina. Nimewaambia Israeli hawakuhitaji kingine,
hakukuwa na magari ya mafuso ya chakula yanayowafuata. Wale watu walikula bata, wale watu walikuwa mbingu iko ina supply. Natamani kuwa na mtu mmoja asubuhi ya leo ambaye anasema, Yesu, ninahitaji uwepo wako, ninahitaji wewe uwepo pamoja nami, nataka niwaambie kuna kitu, sentensi fulani Mariamu alitamka. Ile sentensi ina nguvu. Naomba tusome kitabu cha Yohana 11 fungu la 20. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungali kuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Martha aliconclude, anasema Yesu, swala alikuwa kifo, swala alikuwa ugonjwa, swala ilikuwa wewe haukuwepo. Kama wewe ungekuwepo, Lazaro asingelikufa. Na ule ndio ukweli, kwa sababu Martha aliamini ya kwamba Yesu ndiye ufufuo na uzima. Anasema kama Yesu angekuwa hapa leo, kaka yangu asingekuwa ananuka kule. Na anasema hayo maneno akiwa na machozi. Na Yesu anataja sentensi ambayo huenda isingetamkwa kama Martha asingesema hicho kitu. Lakini sasa najua ya kuwa yote utakayomwomba Mungu atakupa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa wakati fulani hatuhitaji sana sisi kumwambia Mungu. Huenda kama tulikosea kwenye maombi, ni wakati tulipoomba tukaomba tukaacha. Lakini Martha hapa anasema hili lidude, Yesu, hili lidude tulituma mtu uje. Hili lidude kabla huu msiba hujatokea tulituma mtu aje. Yesu, hukuwahi. Yesu alikufa kwa sababu hukuwepo. Lakini sasa naamini kama utaomba Mungu atakupa. Na asubuhi ya leo ninatamani kufuta machozi ya mtu fulani ambaye haoni nuru yoyote, haoni tumaini lolote, anaona kukata tamaa. Ninaomba mwambie Yesu, nimekukubali wewe, nimekualika wewe uwe sehemu ya maisha yangu, nimekuamini wewe, ninaomba nikupatie limzigo langu. Mwambie Baba, mwambie Yesu, Baba atakupa. Mwambie Yesu, ninakupa huu mzigo wangu, kwa kuwa umekuja kwenye makambi haya, umenileta kwenye makambi haya. Yesu, ninajua ukiomba kwa niaba yangu Baba atakupa. Na Yesu akiomba Baba atatoa. Bwana asifiwe. Hatuhitaji kitu zaidi ya uwepo wake. Katika msiba wa Lazaro, agenda haikuwa ufufuo wa Lazaro. Agenda ilikuwa ni nani aliye na funguo za mauti na kuzimu. Wakati mwingine tumeomba sana, lakini mbingu zilitaka Yesu aje kwanza. Na asubuhi ya leo, ikiwa kuna mradi wako unahangaika, mpeleke Yesu kwenye mradi. Bwana asifiwe. Kama kuna ndoa inahangaika, mwambie Yesu, njoo kwenye nyumba yangu. Njoo kwenye nyumba yangu. Ikiwa kuna afya ina mgogoro, mwambie Yesu, mimi ni wako. Nimekualika uwe mfalme na ufanye unavyotaka. Yesu aliposikia kama ungali kuwepo, dada yangu asingelikufa. Yesu alisema, nimekuja, ndugu yako atafufuka. Ikiwa kuna kitu kilikufa, hakifufuki kwa sababu tumeomba. Kitafufuka kwa sababu Yesu amekuja. Ikiwa kuna sura ya mauti inakutafuta, ikiwa kuna uchumi unakufa, hautafufuka kwa sababu sisi tunajitahidi. Lakini Yesu akiwepo, kila kitu kitakuwepo. Asubuhi ya leo tumhitaji Yesu. Mbingu zilipomtoa Yesu zilitupa chakula. Mbingu zilipomtoa Yesu zilitupa na maji. Mbingu zilipomtoa Yesu zilitupa kila tulichokihitaji. We don't need any other thing. Hatuhitaji kitu kingine. Kwa kweli wasio na matumaini ni wale wanaotembea peke yao. Ni Israeli wasiotambua uwepo wa Yesu. Na hata wakati mwingine Yesu anapokuwepo hatutambui, tunalalamika. Lile wingu lililowafunika ulikuwa uwepo wake. Bwana asifiwe. Lile wingu lilikuwa uwepo wake. Ule mwamba uliotoa maji, Biblia inasema alikuwa yeye. Kwa nini usimwamini? Tunachohitaji ni uwepo wa Yesu. Yeye ndiye vyote. Huu wimbo tunauimba tena. Na ikiwa kuna kitu unataka kikutanishwe na Kristo, mwambie Yesu, njoo. Mimi nimesubiri sana, lakini sasa nimeacha kutazama tatizo. Martha akaacha kutazama msiba. Martha akageuza macho yake kwa Mwokozi. Mtazame Mwokozi.
Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka, uso wake tukiuona. Je, roho yako yasumbuka, inaona giza tele? Kuna mwanga pia na uzima, kimtazama Mwokozi. Mambo ya dunia ugeuka, uso wake tukiuona. Simame. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mambo ya dunia ugeuka, uso wake tukiuona. Asubuhi ya leo tunahitaji uhakika wa uwepo wa Yesu pamoja nasi. Mimi nilipofahamu hilo, siogopi nina shilingi ngapi mfukoni. Ninachoogopa, ikiwa mimi na Yesu hatuko pamoja, sitakuwa salama. Hata kama nina milioni 50, lakini kama Yesu hayuko nami, kama sina uhakika ya kwamba yupo, unaweza ukalala njaa na hela zako. Kama Yesu hayupo, unaweza usiwe salama hata kama umejenga ukuta. Kama Yesu hayupo, nyumba haitakuwa salama. Asubuhi ya leo tunamhitaji Yesu. Mwambie Yesu, wewe ndiye vyote. Tunaposema Yesu ni vyote katika vyote, ukitaka kuelewa hicho kitu, nenda kwenye kisa cha wana wa Israeli jangwani. Swala halikuwa chakula. Swala lilikuwa mwenye chakula yuko wapi. Swala halikuwa maji. Swala lilikuwa mwenye maji. Swala halikuwa nyoka wa moto. Swala lilikuwa anayeweza kuhakikisha ninaishi hata kama nimeng'atwa na nyoka kwa kumtazama. Umaskini ni ishara ya kunyauka kwa sababu ya kutengana na Yesu. Yesu anasema ninyi ndani yangu, mimi ndani yenu, na nimtazama tu. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo tumeona ya kwamba tumetembea wenyewe. Kuna misalaba tumeibeba peke yetu. Lakini Yesu, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo kama Martha na Mariamu. Tunayo misiba katika mioyo yetu. Kuna watu wako hapa wanalia kwa sababu ya chakula, wanalia kwa sababu ya ada, wanalia kwa sababu kuna miradi inakufa. Mahali fulani kuna mtu analia kwa sababu ndoa haiko salama. Kuna vijana wako hapa hawaoni nuru. Kuna familia ziko hapa hazina mitaji. Lakini mbingu zinasema ikiwa Baba alimtoa Kristo, hakuweza kumzuia Kristo, ni kitu gani kingine atakataa kutupatia? Ataacha kutupa chakula kinachoharibika wakati amemtoa Mwokozi? Je, Mungu ni dhalimu kiasi hicho cha kushindwa kutupatia fedha wakati alitoa kila kitu katika Kristo? Yeye anayefahamu fumbo hilo na siri hiyo hawezi kuhangaishwa na maisha haya tena, atapumzika. Ndio maana Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Yesu asemi chukueni chakula ninyi msumbukao. Yesu asemi chukueni maji ninyi msumbukao.
Yesu asemi nendeni kwenye benki mtatoa hela bure ninyi msumbukao. Yesu asemi nendeni mahospitalini mtapona ninyi msumbukao. Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu, asubuhi ya leo tunakuja mbele zako, tunaomba utufikishe kwenye pumziko lako. Na ikiwa kuna mtu bado amebeba kamzigo fulani, kahofu fulani, kashida fulani, tatizo fulani, msiba fulani, ugonjwa fulani, umaskini fulani, Yesu, katika asubuhi ya leo tunasimama tukisema tumekuja na tuna uhakika tumefika kwako. Ondoa stress na misongo kwa jina la Yesu. Amen. Yesu, ondoa misiba na hofu kwa jina la Yesu. Amen. Kuna watu wako hapa wanahisi kama watakufa anytime. Tunafukuza hicho kifo, maana tumefika mbele zako. Asubuhi ya leo kuna ndoa iko hapa, iko hatua ya mwisho kuvunjika, lakini kwa sababu mama wa nyumba hiyo amekutana na wewe, ninatamka uhai kwa jina la Yesu. Amen. Asubuhi ya leo tunakataa kazi za shetani. Tunakataa kufilisika. Tunakataa kuwa maskini. Tunakataa vitisho vya shetani. Tunakataa magonjwa kwa jina la Yesu. Tukiwa na wewe, hata kama iweje, tutakuwa salama. Amen. Hata tusipokuwa, kuna mtu yuko hapa hana hata 100 mfukoni, lakini kwa kuwa unalisha ndege, Bwana, huyo mtu asilale njaa. Tunaomba katika kusanyiko hili la asubuhi ya leo, kutana na mtu fulani. Amen. Wakati mwingine Yesu umekuwa nasi lakini hatuja kutambua. Kuna wakati umetulisha na kutuvisha, lakini tukiangalia pembeni Farao anakuja. Tunaogopa kana kwamba wewe haupo. Sisi ni wadhaifu, sisi ni wanyonge. Tukumbatie Yesu, utushike, maana kuna saa usipotushika tutakutoroka. Utuzuie, ukaze mioyo yetu, ukaze mioyo yetu. Kama wimbo unavyosema, aukaza moyo wangu usigeuke. Bwana, hata kama upo, kuna saa tunatetemeka. Hiyo ni asili yetu na udhaifu wetu. Hiyo ni ugonjwa wetu, maana sisi ni wanyonge. Lakini Bwana, ukitushika, unasema nitakushika. Sisi tusikushike, wewe ndio utushike. Maana sisi tukikushika tutakuachia. Lakini wewe ukitushika, hata kama tunaweweseka kiasi gani, tutapita salama. Asubuhi ya leo Yesu, tunaomba kwa kuwa tumekutana na wewe na kwa kuwa tumefika mbele zako, ondoa misongo ya mawazo yoyote. Watu wako wapumzike. Amen. Familia zipumzike. Amen. Wasichana wapumzike. Amen. Wanandoa wapumzike. Yesu, tupumzishe. Tupumzishe. Yesu, tumekuja kwako kama Mariamu na Martha, tupumzishe. Hakuna aliyewahi kuaibikia miguuni pako, na wale waliokukimbilia ulisema hawataaibika. Kwa nini tuaibike? Bwana, kwa kuwa tunaitwa tu kwa jina lako, wala hatuna mema, wala hatuna haki. Sisi ni wanyonge na wadhaifu. Bwana, kwa kuwa tulikukubali, hata kama tulikuasi, lakini kwa kuwa tunabeba jina lako, liheshimu jina lako. Amen. Litukuze jina lako, lifunike jina lako, na maasi yetu utufanyie kazi. Kama Daudi anasema, kwa tauni nitakufa, huenda kwa adui atanimaliza kabisa, lakini kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana na nipigwe na Bwana. Yesu, asubuhi ya leo, hata kama tuna dhambi, lakini tunabaki na wewe. Maana kwako kuna rehema. Tukijiendea kwa wanadamu tutamalizwa, lakini tukiwa na wewe utatubakiza. Wewe hutatumaliza. Wewe utatufinya lakini utatulisha. Wewe utatuonya lakini utatuvisha. Wewe utatoa vyote kwa ajili yetu. Asubuhi ya leo tunaomba tutembee na wewe. Tembea nasi. Hata kama tuko kwenye hali mbaya kiasi gani, tukiwa na wewe tuna vyote. Tukiwa na wewe tuna maji. Tukiwa na wewe tuna chakula. Tukiwa na wewe tuna uvuli. Yesu ukiwepo, hata magonjwa yetu yanakimbia. Hata shetani anajua upo. Mashetani yaliyotusumbua kwa muda mrefu, na kwa kuwa tuko kwenye kusanyiko lako, na yaondoke kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo tunajipumzisha kwako, tukiamini uwepo wako ndio utajiri wetu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen.